Katika bahari kuu ya Zanzibar, usalama kwanza ndilo lengo letu daima. ZDM mbele, imara kwa vitendo, kusimamia safari kwa sheria na miongozo. Karibu ZDM, mamlaka ya usafiri baharini. Kwa hiyo unatakiwa kufanya kwamba unamziba mdomo alafu unamfanyia mpaka hazi natimia mara 5, sawa. Alafu unakuja usawa wa kifua huu baina ya chuchu mbili hapa katikati, kwenye breast hizi hapa mbili zote hizi tunazo, maana kike kiume. Kwa hiyo hapa katikati unaweka mikono yako miwili hapa, mkono mmoja juu ya mwenziwe, alafu unamsimamia hivi sawa sawa. Jitahidi umsimamie hivi sawa sawa, usije ukakaa ukamsukuma kwa hivi kwa upande. Kwa hiyo hapa unachotakiwa kufanya ni kumfanyia hii chest compression 30 times, mara 30. Sawa, kwa kutumia nguvu zako zote. It doesn't matter, manake hata ukija ukimvunja mbavu ile haina shida. Kwanza ni kurudisha uhai wake. Akivunjika mbavu baadaye ataenda kuungwa hospitali. Kwa hiyo umeona hivi, mnaweka mkono mmoja juu ya mwenziwe, alafu unafanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sawa, mara ngapi? 30. Na inashauriwa uhesabu kwa hizo namba fupi fupi, ili ukihesabu kwa namba refu, kwa bahati mbaya inaweza ikaja ikakupotea namba. Tuseme ile 11, 12, 13, 14, 15, 16 inakuwa shida, lakini unahesabu 10 mara 3 times. Sawa. Alafu unarudi tena, kama atakuwa bado hajazinduka, unakuja tena kwenye mdomo, unaendelea na ile hatua kama ya kwanza. Lakini hii mara ya pili na zinazoendelea nyingine unampulizia mara 3. Ile mara first time mara 5. Lakini hizi kuanzia mara pili na kuendelea mara 3. Tunarudi tena hapa kwenye kifua, sehemu yetu ile ile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hichi kitendo hichi non stop kinachotakiwa kiendelee mpaka uje msaada mwingine. Hata kama dakika 10, nusu saa, wewe endelea tu. Wewe hujui muda gani Mwenyezi Mungu amjalia yule mtu anaweza akazinduka. Kuna siku niko kwa sababu ni swimming instructor pia. Ni mwalimu wa kufundisha kuogelea watu wazima, watoto. Tunaanza kuanzia miaka 3 na juu, hakuna limit hata kama mzee. Sawa. Sasa kuna siku niko katika activity zangu, niko kule Zanzibar Beach Resort. Kuna swimming pool kubwa. Sasa ile swimming pool lilikuwa maji yake hayako transparent, yani huoni flow. Sawa. Sasa niko na mwanafunzi, kwa bahati nikaja kama nikagonga kitu hivi chini. Nini? Kagusa naona mwili unabonyea. Itabidi nikazamia bana, kumbe mtu. Wallahi lazimu mtu. Na huyo mtu, yani watu wamo kwenye swimming pool. Kila mtu kuna mziki pembeni nini. Lakini watu hawajui kama yule mwenzao kazama pale. Alikuwa peke yake yule. Mle kwenye swimming pool mna watu wengi. Maana unasema vipi kila mmoja na mwenzake? Sasa na huyo alikuwa peke yake. Basi itabidi kumtoa itabidi watu wote wakakimbia pale, kwa sababu ilikuwa tayari jicho lishageuka. Tukamtoa hapo, kamweka kwenye sehemu pakavu. Watu wakataharuki pale, wakatoka wote wakaja pale wakazongea.
mastaff wale, unajua ile hoteli kubwa ile Zanzibar Beach. Kwa hiyo watu wakataharuki pale, mameneja si nani, lete gari tumpeleke hospitali. Nikamwambia jamani, subirini, nipeni nafasi na mimi. Huyu pengine mkimpeleka hospitali anaweza akafa njiani. Acha tumuombe Mungu hapa, tumfanyie huduma ya kwanza. Kwa bahati wakanipa nafasi. Fahamu, nikamwangalia kama taratibu zilivyo nilipoeleza hapa, nikaanza kumpuliza. Kwa sababu alikuwa mdogo, alikuwa kama miaka 13 14 hivi kijana. Nikasema huyu Mwenyezi Mungu atanijelea salama. Maana hata vile nilivyo kama nilipanic hivi, nikasema sitafuti mfuko, sitafuti chochote hapa. Mimi namuomba Mungu hivi. Kwa hiyo nikaanza kumfanyia ile breathing mara 5, nikafanyia chest compression hapa mara 30, nikampulizia tena mara 3 mdomo. Sasa kama hapo maji yatafanya maji. Nimesema mwanzo hapa, kama ulinisikiliza, kwamba hutakiwi ushughulikie kutoa maji kwanza madamu yule mtu hayuko hai. Sawa? Kwanza unachotakiwa kwanza awe hai. Akishakuwa hai tena mara ya pili ndio zoezi la kumtapisha maji. Kwa sababu huwezi kumtapisha maji mtu wakati hajielewi wala hana uhai. Utaanza vipi? Sawa. Sawa, kwa hiyo nikamfanyia chest compression hapa mara 30 kama nilivyomfanyia hapa huyu hapa. Sawa. Kwa hiyo nikaendelea pale ndani ya dakika 10. Ushafahamu? Ndani ya dakika 10. Yaani wewe usichoke. Usije ukasema nishafanya mara 3 hainuki tu bwana, mimi basi. Unatakiwa ufanye nini? Usichoke. Kwa hiyo kama baada ya dakika 10 kwa bahati bwana yule mtoto akaja akafanya ile pumzi, yani ile ya mwisho ile, akakohoa, akaanza kutapika kama awali nini. Shafahamu? Kaanza kuhema pale. Kahema ikawa ile anajaribu kutapika, tunamsaidia kutoka. Sasa ndo alikuwa hana nguvu ile ya kupumua. Tukamsaidia kutoa ule uchafu mdomoni, tukamweka mlalo salama. Mtu akishapata uhai pale unataka umweke mlalo salama. Hapa haitokuja vizuri kutokana na eneo letu. Sawa. Kwa hiyo bwana, ushapata uhai, fanya kukohoa. Kwa hiyo mgonjwa wetu hapa tunataka kishapata uhai, kwa hiyo tunataka tusimwache hivi vichale, tumweke mlalo salama. Mlalo salama tumweka hivi, nachukua mkono wake huu. Inategemea upande wote utakao kuwa. Sawa, kama nitakuwa huku au kama nitakuwa upande huku. Sasa hivi ndo niko upande huku, unachukua mkono wake wa kulia, unaweka kwenye shavu hapa. Umeona hivi, usije ukaeka hivi. Sawa, hii pamu unaweka sawa. Alafu unachukua mguu wake wa kushoto unaweka hii. Sawa. Alafu unambirua hivi. Yaani atakuwa sogea nyuma. Sawa. Mkono atakuwa kama sawa. Alafu na shingo kidogo unaibetua ili apate kupumua vizuri. Tumeelewana? Sasa kama kanywa maji mengi na kisharudi uhai hapa, unachotakiwa unamkanda tumbo ile kidogo kuelekea kwa juu hapa. Sawa? Kwa automatic hapa maji yatatoka maji hapa. Tatizo msinipeleke tena hospitali. Hata lazima aende hospitali kwa sababu kuna uwezekano ana mapafu ana maji ndani ya mapafu. Kwa hiyo lazima akatolewe maji kwa sababu kwa miaka nyuma iliwahi kutokezea kuna mtu alizama kama alivyozama huyu bwana. Akaokolewa vizuri, akapata ile hali yake akarecover, lakini watu wakajiridhisha kwa sababu yuko vizuri kabisa. Lakini baada ya usiku alipolala usiku akashindwa kuamka, asubuhi watu wanaamka kafariki. Sawa, kumbe atakupelekwa hospitali kufanywa uchunguzi, kumbe mapafu yake yalikuwa
yamejaa maji. Sawa. Kwa hiyo mtu hata kama uhai utarudi, lazima aende hospitali akafanywe uchunguzi wa kimatibabu. Katika bahari kuu ya Zanzibar, usalama kwanza ndilo lengo letu daima.